Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nashukuru Mungu tena asubuhi ya leo ambaye Mungu ameandaa tena nikapatikane katika runinga ya Lulu TV nikiwasiliana nawe moja kwa moja. Mungu amenipa hii nafasi tena ili tukapate kujifunza pamoja nawe. Baadaye tutaomba tutakapomaliza. Najua Mungu atatenda jambo kwa maisha yako. Ndiposa asubuhi ya leo ninakukaribisha ninapoanza ili ukapate nafasi, ukakae chini na uchukue Biblia yako, sababu tutasoma katika maandiko. Baadaye tutajifunza na tutaomba pamoja. Najua ni Jumapili, labda uko na shughuli nyingi ya Jumapili, pengine unataka kwenda kanisani ama uko na shughuli zingine, lakini Mungu amenileta tena asubuhi ya leo ili nikapate kufundisha neno lake. Ndiposa chukua nafasi kwa muda mchache ambaye niko kwa hii studio ili tukapate kuwasiliana nawe, ili nitakapomaliza najua uko na jambo amba unataka Mungu akutendee, na najua tutaomba pamoja nawe nitakapomaliza. Ndiposa nakukaribisha. Kwa majina mimi ni Askofu Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa A Father of Holy Trinity. Natoka sehemu za Siaya County pale Murmalanga. Kwa sahi niko hapa Nairobi na Mungu amenipa hii nafasi ya kufundisha neno lake. Ndiposa nataka ukachukue Biblia yako ili tukaende katika maandiko. Leo tutasoma katika kitabu cha Mithali 14. Tutasoma katika Mithali 14 mstari wa 10. Hapo ndio tutajifunza asubuhi ya leo. Ndiposa nataka wewe pia ukachukue Biblia ili tukasome pamoja nawe. Ndiposa tutakapo sasa ongea utakuwa wewe pia umesoma na umeelewa vile Biblia inasema. Katika kitabu cha Mithali 14 mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni hashiriki furaha yake. Inarudia. Biblia inasema moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni hashiriki furaha yake. Hiyo ndio neno ambaye nimesoma, nataka kufundisha kupitia hii andiko. Ndiposa na kusi ili ukae chini na utengeneze usikivu ili nitakapofundisha hili neno likapate nafasi kwa maisha yako, kwa sababu imeandikwa ya kwamba neno la Mungu li hai na linatenda. Kisichowezekana kwa daktari inawezekana kwa neno, ama kisichowezekana kwa mganga inawezekana kwa neno. Kile inafanya neno itutendee jambo ni kama tukiwa na usikivu na tusikie neno na tuelewe vile Mungu anasema. Hata kama uko na shida, neno litatadua shida yako, kwa sababu neno la Mungu lina nguvu. Biblia inatuambia kwamba ulimwengu wote iliumbwa na neno. Kila kitu ambaye tunaona na isichoonekana iliumbwa na neno, kwa sababu neno lilikuweko wakati ulimwengu ilikuwa inaumbwa. Ndiposa hata kama uko na shida, ukisikia neno itakuokoa, neno itakuponya. Biblia inatuambia kwamba katika hiyo maandiko ambayo tumesema, moyo hujua uchungu wa nafsi. Kuna uchungu ambaye mtu anaweza kuwa anapitia. Kuna uchungu kwa kile inaweza kuwa inafanya mtu. Unaweza kuwa unaishi maisha yenye hata wewe mwenyewe hauna furaha na maisha yenye unaishi. Wengi tunaishi maisha ya uchungu, tunapitia magumu, mpaka saa zingine huwa tunauliza, je, Mungu yuko kweli? Wengi tumejiuliza kama Mungu yuko, kwa sababu yale tunapitia ni kama Mungu hayuko. Lakini nakwambia kwamba Mungu yuko na anajua mateso yetu yote.
Kila kitu ambayo tunayepitia Mungu anaelewa na anayajua. Hata kama unapitia hali gani, usidhani ya kwamba Mungu hajui. Mungu anaelewa. Hata kama wewe unaishi maisha maisha yako ni maisha ya madharau, uchungu, umedharauliwa na watu, hauna amani, usidhani ya kwamba Mungu hakutazami. Mungu anakutazama na anajua yale yote unapitia. Imeandikwa katika Biblia ya Kutoka 3:9 ya kwamba kuna siku Mungu alishuka na akaongea na Musa alipokuwa akichunga kondoo ya Jethro, na akamwambia ya kwamba Biblia inatuambia kwamba aliona moto ikiwaka juu ya miti na akasongea karibu ili kapate kujua ni nini yatendeka. Ndiposa Mungu akashuka na akaongea na Musa, akamwambia, pahali ulipo ni patakatifu, toa kiatu kwa mguu yako. Na Musa alipotoa viatu na akasonga karibu, Mungu akamuongelesha, akamwambia kwamba nimesikia kilio cha watu wangu na vile Farao amewatesa na amewafinya. Sasa ninakutuma ili ukapate kurudi Misri, ili ukapate kutoa watu wangu katika mkono wa Farao. Inamaanisha hata walipokuwa wakiteseka Mungu alikuwa anajua. Hata walipokuwa wakifinywa Mungu alikuwa anajua. Unajua pale Misri kulikuwa na mateso ambapo imeandikwa ya kwamba hata wanawake walikuwa wanazaa. Ilifika wakati ukizaa mtoto kijana, huyo mtoto anauawa, na ukizaa msichana anaachiliwa ili akaishi. Ilifika wakati sasa Farao aliongeza. Sasa ilibidi ukizaa awe msichana awe kijana alikuwa anauawa. Na wana wa Israeli wakaishi maisha ya uchungu na kilio. Hawakuwa na amani, walikuwa wanateswa, wanafanya kazi na kuna malipo. Hata wakilipo wanalipwa kidogo yenye hata haiwezi watosheleza, na wanafanya kazi mingi. Biblia inatuambia kwamba walikuwa wakitengeneza mtafari, walikuwa wakilima shamba kubwa kubwa, hata wanapolima mazao inatoka na hata hao wakuli vizuri, kwa sababu Farao na ufalme wake iliwateka nyara na iliwaweka wakateseke. So ilifika wakati walianza kulilia Mungu. Najua hata wewe labda asubuhi ya leo umelilia Mungu kwa muda mrefu kwa yale unapitia. Unaweza kuwa unapitia machungu katika ndoa, kwa sababu siku hizi shetani ameingilia ndoa. Paka nyumba watu wanaishi hawana amani. Unapata bibi na bwana unaishi hata hawaongei kwa nyumba. Ni vita, kelele, matukano, hakuna amani, kwa sababu shetani ameingilia ndoa. Kwa sababu ndoa ni Mungu mwenyewe alibariki. Na shetani alipokuja ulimwengu alikuja kuharibu vitu vya Mungu. Ndiposa akaingilia ndoa wakati huu. Ninapoongea asubuhi ya leo, labda umekuwa ukipitia machungu sana kwa ndoa yako. Labda ni ulevi umeshika bwana yako, analewa hata kumbuki yako na family, analala nje anafanya vitu vyake, akirudi kwa nyumba hauna amani, mpaka saa zingine umechoka na hiyo ndoa. Hata asubuhi ninapoongea nawe asubuhi ya leo, mama, tayari umepanga kutoka kwa hiyo nyumba ili ukaende ukakodesha nyumba yako, ama labda unataka kutoroka hiyo boma ili ukarudi kwenu, kwa sababu yale unapitia imekuchosha, mpaka umeona ya kwamba sasa maisha imekufikia ukingoni na unaona huwezi ishi. Na kuambia hiyo machungu yote unapitia Mungu anaelewa na Mungu anajua. Mungu anajua kitu yote ambayo unapitia. Biblia inatuambia kwamba wakati wana wa Israeli walikuwa wakiteseka, Mungu alikuwa anajua. Na alikuwa anawasikia na alikuwa anaona ile mateso walikuwa wakipitia. Hata watoto walipokuwa wakiuawa, Mungu alijua. Lakini ilifika wakati Mungu akasema enough is enough. Watu wangu lazima waondolewe Misri ili wakapate kwenda Kanaani. Asubuhi ya leo, hata kama umeteseka ama umejaribu hata kuomba na maombi yako ijajibiwa, mpaka saa zingine umekufa moyo, siku hizo hata uombi, hauendi kanisani, umekaa chini unasema umejaribu na Mungu hayuko, na nimekuja asubuhi ya leo nikwambia kwamba Mungu yuko na anajua kile unapitia. Ndio sababu leo amenipa hii nafasi ili nikapate kuongea na wewe, ili ukapate kuelewa ya kwamba Mungu yuko na ako tayari kukukomboa kupitia neno lake. Ndiposa asubuhi ya leo, hata kama wewe ni mwanaume ambapo ulisoma na uko na cheti, shetani amekataa usiishi maisha mwenye amesoma. Najua kuna wengi ni wasomi. Mtu amesoma, ako hata na degree,
wengine hata ako na yani wamesoma kiwango yenye hata uwezi nini, but shetani amekataa. Umejaribu kila kitu, ama umejaribu kutafuta kazi, huwezi pata kazi. Ukipata kazi ni ile ambatani na masomo yako. Paka saa zingine nikikuongelesha asubuhi ya leo, ile kazi ambayo unafanya sahihi ni aibu yenye kuaibisha, hata hauna sauti, kwa sababu shetani ameshikilia kazi yako, ameshikilia baraka yako. Paka siku hizi kuna wengine walianza vizuri maisha, hata labda yeye ndiye alikuwa akisaidia watu. Kuna wale walisaidia wengi. Ukianza kuhesabu wenye umewapeleka shule na pesa yako, umkawaelimisha, sahii wengine wamepata kazi, wanaishi vizuri. Labda wewe shetani alirudi akaingilia kazi yako na kazi ikaharibika. Sasa hauna kazi. Wenye uliwasaidia sahii hawakusaidii. Wanakuongea, wanasema mambo mengi juu yako, wamekudharau. Mpaka saa zingine unaona sasa ni kama hautaki kwenda mahali watu wako kwa sababu ya shida yenye unapitia. Asubuhi ya leo najua uko na hiyo uchungu kwa moyo wako, lakini neno la Mungu liko na nguvu ya kukomboa katika hiyo mateso. Kile Mungu anahitaji kutoka kwako ni kwamba ukakubali neno lake, ukakubali Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ukajiachilia kwa mkono wa Bwana. Useme ya kwamba Mungu, mimi nimejaribu, nimeshindwa, nimekuja mbele zako ili ukapate kunikomboa, na ukakiri dhambi zako mbele za Kristo Yesu. Hata kama ulifungwa na njia zako zimefungwa, Yesu Kristo mwana wa Mungu atakufungua, kwa sababu akona uwezo ya kufungua wale waliofungwa. Biblia inatuambia kwamba moyo hujua uchungu wa nafsi yake. Unajua ni moyo wako ndiye anajua ile uchungu unapitia. Unaweza kuwa hata unaishi na bibi yako, lakini ile uchungu iko kwa moyo wako bibi yako hajui, haelewi. Kuna wale wako na shida ambapo hata mkilala kwa kitanda na mke wako, wewe huwezi lala usiku, lakini yeye analala. Kwa sababu kile inakukula iko kwa moyo wako, na inakuumiza, inakukula mpaka hata huwezi lala usiku. Saa zingine watu wanaona tu mwili yako inarudi chini, unakonda, wanakuuliza wewe ni mgonjwa. Kwa ukweli wewe si mgonjwa, hakuna kitu inakuuma mwili, lakini moyo wako ni mgonjwa kwa yale unapitia. Mpaka saa zingine ukiketi peke yako unalia. Kuna wale wakikaa peke yao wanalia mpaka unapata mtu analia machozi. Ukiingia ukimuuliza unalia nini, hata hawezi akakwambia. Kile anapitia ni moyo wake, najua ile uchungu nafsi yake iko nayo. Lakini Mungu amekujua na anajua kile unapitia. Ndiposa amenituma na neno lake, ili hata kama unapitia uchungu kiasi gani, leo utakapokubali Kristo Yesu, utakaposema Mungu, nimefika mwisho, nahitaji ukombozi wako, utasikia nguvu za Mungu kwa maisha yako. Kwa sababu neno la Mungu linaleta uhai, neno la Mungu linaleta amani, neno la Mungu ni ushindi. Utakapoipokea itakukomboa na itakutendea jambo kwa maisha yako. Hata kama umepitia mambo mengi mpaka saa zingine unafikiria kujinyonga, kwa sababu kile watu wanapitia ulimwengu huu, wengine wanaona ya kwamba wajinyonge, mpaka shetani anakuangelesha kwa masikio, anakuambia si ujinyonge tu, ende upumzike. Sasa anakuambia ukijinyonga utaenda upumzike. Nakwambia kujinyonga sio solution. Hata ukijinyonga ujue ya kwamba after hiyo kujinyonga kunaye hukumu na kunaye moto, kunaye jehanamu. So unapojinyonga kwa sababu ya yale unapitia kwa huyu ulimwengu, jua ya kwamba hii mateso yenye unapitia hapa ni kidogo. Yenye utapitia after kujinyonga itakuwa ni uchungu kuliko yenye unapitia. Kwa sababu after death there is life. Ukikufa, baada ya kifo kuna uhai. Na hiyo uzima yenye tunaenda after kukufa, labda itakuwa ni uzima wa milele ama moto wa milele. Uchaguzi na kwanga ya mtu. So hata kama unapitia hali gani, there is no permanent condition in life. Unaweza kuwa unapitia nini, lakini Mungu anakujua na Mungu anakuhitaji. Hauwezi kuwa umepitia machungu kuliko Yusufu mwana wa Yakobo, mwenye aliuzwa na wandugu wake, akapelekwa kwa nchi ambayo si nchi yao, akaishi huko na akapelekwa gerezani, akafungwa kwa makosa yenye hajafanya na akapitia machungu. Lakini Mungu alimpea maono, na hiyo maono lazima ilitimia. Kwa sababu Mungu akikuongelesha, neno la Mungu litadumu.
haitapita bila kutendeka. Sasa Yusufu aliteseka kwa mikono ya watu. Akaenda pale mke wa Potifa akataka kumrape, akakataa, akafungwa kwa ajili na akawekwa ndani, akaishi huko miaka mingi, anateseka kwa makosa yenye hajafanya. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye, after hiyo uchungu yote, Mungu alimrejeshea, Mungu alimpa furaha, Mungu alimpa amani, Mungu akampa utukufu, na akawa mkubwa pale nchi ambaye alikuwa akiteseka, na akarudi akakuwa mkubwa. Hata kama umeteswa na wazazi, mpaka saa zingine umechukia wazazi wako kwa sababu wamekutesa, labda walikufukuza kwa boma, ama wamekataa kukuelimisha, labda hata kama ulikuwa na vitu zako walikunyang'anya, mpaka umechukua ile roho ya uchungu umeweka, mpaka saa zingine hata uongee na wazazi wako, na kuambia kwamba kwa hiyo boma yenye ulikuwa unateswa, hapo ndio Mungu atakurejesha na utakuwa na ukuu juu ya wote ambao wako hapo. Kwa sababu shetani akiona ya kwamba kuna hii kitu Mungu ameweka ndani yako, huwa lazima apigane na hiyo kitu. Ndiposa anaweza weka watu wengi wawe adui wako, wenye wanakutafuta na maneno, wenye wanakuchimba chini chini, wenye wanakupiga na kufanyia kila kitu. Lakini jua ya kwamba utakaporudia Mungu, Mungu atarudia wewe. Na Mungu akikurudia, hata kama uko kwa hali gani, Mungu ni Mungu wa urejesho. Atakurejesha na utasimama, na wale wamekudharau watarudi wakusalamie. Vile nilisikia mwimbaji mmoja aliimba, waliokudharau siku moja watakusalamia kwa heshima. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo, na anaweza rejesha kile shetani ameharibu. So hata kama unapitia hali gani, asubuhi ya leo nimekuja nikueleza ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu bado yu hai, na bado anatenda na ana uwezo. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi ni nini nakufanya ama nini natendeka kwa maisha yako. Hata kama ni ndoa, umejaribu mwanaume uoe bibi, ukioa bibi anatoroka, unabaki bila bibi. Mpaka saa zingine wewe ni mtu wa 26, 28 years, lakini umeshaoa mara 4 na kuna mke mwenye anaishi na wewe. Mpaka roho yako imekufa, wengine wanakutukana, marafiki zako wanakudharau, wewe umekuwa tu kila mahali ukienda watu wanaongea juu yako, mpaka sasa aibu imekushika. Asubuhi ya leo Yesu amenileta ili nikwambie kwamba yuko na anaweza kukukomboa ukikubali neno la Mungu. Biblia inatuambia kwamba Biblia inasema ya kwamba moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni ashiriki furaha yake. Unajua kile inakufanya, kuna wengine hawana, yani hawajali. Unapata saa zingine unapitia shida, na hiyo shida yako ndio furaha ya wengine. Hiyo ndio wanaongea, hiyo ndio story, hiyo ndio kitu kila saa unasikia watu wanaongea. Hata wenye unadhani nafaa wakusaidie wamekugeuka, ndio wanakuongea. Na kuambia kwamba Biblia inatuambia kwamba moyo hujua uchungu wa nafsi yake. Ni moyo wako ndio unajua uchungu nyiko kwa nafsi yako. Kile unapitia ni wewe mwenyewe una feel. Unapozaa watoto na watoto wanakufa, na alafu unatokanwa ati wewe ni mwanamke huwezi lea mtoto, wewe ndio unajua uchungu yenye unapitia. Sasa ile unazika mtoto wako na unabaki na picha, ni wewe unajua ile uchungu unapitia. Lakini wengine watachukua hiyo kama furaha yao, watakuongea, watasema kila kitu. Kunaye Mungu mwenye hawezi ongea vibaya juu yako. Ukimrudia na roho yako yote, mwambie Mungu, nimepitia na leo nimerudi ili ukapate kunikomboa. Hata kama ni pepo yenye anaua watoto wako, mpaka ukizaa watoto wanakufa unabaki na picha, leo Yesu atakomboa maisha yako. Hata kama ni ugonjwa wa kifafa inakuangusha kila pahali, mpaka za zingine hata uwezi enda mahali watu wako. Unajua kuna wengi hawezi enda safari ama hawezi enda matembezi, kwa sababu kile inamfanya inaweza mfanya chochote, inaweza mfanya popote ameenda. So ana uoga ndani yake, ana aibu ndani yake. Lakini Kristo Yesu anaweza akakukomboa asubuhi ya leo. Haijalishi imekufanya muda gani, haijalishi umepitia hiyo hali miaka ngapi, bado inawezekana kwa Kristo Yesu. Bado inawezekana kwa neno la Mungu. Na moyo wako ndiye unajua uchungu wa nafsi yako, moyo wako wewe mwenyewe. Ndiposa hata kama mnanitazama watu wengi mmekaa kwa nyumba moja, kila mmoja ndiye anajua kile uchungu ako nayo kwa moyo wake.
kile inatendeka kwa maisha yako, wewe ndio unajua. Labda mko kwa hiyo nyumba mnapiga story, lakini wewe unajua tu. Hata wenye mnapiga nao story wanajua kile inakufanya, na saa zingine wanakuongea mpaka hata saa zingine uko na roho ya uchungu nao. Leo hii usikubali kubaki. Kataa na useme ya kwamba kama neno la Mungu linaweza, leo lazima nitaenda mbele za Mungu. Lazima nitapeleka maisha yangu mbele za Mungu ili akapate kunikomboa katika hii hali. Nimekuambia haijalishi unapitia hali gani, hata kama ni ugonjwa. Kuna wale ambaye ugonjwa imemwatesa mpaka hana furaha na hii maisha. Ameteseka ugonjwa kila mara ugonjwa. Amejaribu matibabu imeshindikana. Ameenda kwa waganga wanakula mali yako na hakuna matibabu unapata kwao. Umejaribu hata kwa hospitali, umeenda kwa waombaji wanakudanganya. Wengine wanakutabiria mambo na hiyo mambo hata ikusaidii. Paka mwili yako imeenda, umechoka. Sasa umeketi unasema ya kwamba mimi nangoja nikufe. Na kuambia ya kwamba Yesu Kristo yuko. Mwenye anaweza akakushika mkono asubuhi ya leo. Na anaweza akakuponya. Haijalishi wewe uko na unagonjeka kansa ama sukari ama ugonjwa gani. Yote inawezekana kwa Mungu. Yote inawezekana. Haijalishi ni nini. Kile haiwezekani kwa binadamu, kwa Mungu inawezekana. Kile haiwezekani na mali yako, kwa Yesu Kristo inawezekana. Biblia inatuambia kwamba moyo hujua uchungu wa nafsi yake. Moyo wako unajua uchungu. Unajua uchungu yenye iko kwa boma yenu. Unajua ile uchungu yenye iko kwa nyumba yako. Unajua ile uchungu yenye iko kwa familia yako. Ni wewe mwenyewe unajua. Uchungu yenye unapitia, mambo inatendeka kwa maisha yako. Hata kama ni umejaribu kupeleka watoto shule. Kuna wazazi wako na pesa ya kuelimisha watoto. Lakini mtoto akipelekwa shule, anasoma akifika form 2, mtoto anaanza kukusumbua. Mara anatoroka shule, kama ni msichana mara ameenda, amerudi akiwa na mimba, mpaka unashindwa nini nafanya watoto wangu. Umejaribu, hakuna mwenye anasoma hata afike tu form 4 ni ngumu. Lakini asubuhi ya leo tunaye Mungu mwenye uwezo na mamlaka na nguvu. Mwenye anaweza akavunja hiyo roho ambayo inakataza watoto wako wasisome. Mwenye amesimama mbele ya watoto wako. Hata kama ni uchawi ambaye mtu ameroga watoto wako ili wasisome, mpaka umeteseka na watoto hujui ufanye nini. Leo kimbilia Kristo. Ana uwezo kuliko hao waganga wote. Na nguvu za Kristo Yesu hakuna anayeweza simama mbele yake. Hata kama wamekutukana, mpaka wewe mwenyewe umekaa kivyako, siku hizi hutaki kukutana na wengine kwa sababu umechoka na yale unasikia wakisema. Yesu Kristo mwana wa Mungu atafanya ukainue kichwa chako na ukawatazame, kwa sababu ataondoa hii aibu, ataondoa hiyo kicheko, na utakuwa na sauti katikati ya wenzako. Biblia inatuambia kwamba moyo hujua uchungu wa nafsi yake, wala mgeni hashiriki furaha yake. Usidhani unapoendelea vizuri watu wote wana furaha. Watu wanakuwa na furaha unapoendelea vibaya. Nyumba yako inapoharibika ndio wengi wana furaha. Bwana yako anapokutoroka ndio wengi wana furaha. Bibi yako anapokusumbua ndio wengi wana furaha. Sisi wa Afrika tuko na ile tabia ambapo mtu akiendelea vibaya, hiyo ndio furaha yetu. Ndiposa hata kama mtu anakudanganya, ujue ya kwamba saa ile unaendelea vizuri uko na adui wengi. Hata ukianza kuinuka kibiashara, utaona wengi wanakuchukia. Wataanza kuongelea. Watasema huyu labda uganga, watasema huyu amefuga majini, kwa sababu unaendelea. Na unaporudi chini, utaona marafiki sasa wanaanza kucheka, kwa sababu wako na furaha unapoendelea vibaya. Lakini Mungu wetu bado yuko na anaweza. Hata kama unapitia hiyo hali, wewe shikilia Mungu. Wewe jiachilie kwa mkono wa Bwana. Hata kama biashara yako inarudi chini sasa, wameanza kuongea, mpaka wengine sasa wanakuja wanakucheka. Wacha nikwambie, kunaye Mungu mwenye uwezo, mwenye atasimama na hiyo biashara, na utainuka tena na utaendelea. Hata kama wamekuongea, kwa sababu Bwana amekutoroka na ubaki na watoto, unateseka. Wanasema kitambo alikuwa naishi vizuri, alikuwa na ringa. Sasa Bwana yake ametoroka. Wacha tuone vile taishi. Shikilia Mungu. Kunaye Mungu, kimshikilia Mungu hata kuaibisha. Mungu hata kuongelea. Mungu hata kuaibisha.
Shikilia Mungu, sema Mungu, sasa ndio wakati yenye nataka nikuone, kwa sababu saa hii nimebaki na wewe. Baki tu na Mungu, hata kama unapitia hali gani, usiache Mungu. Kuna wengi, hata sisi ambayo tumeokoka, kunaye vita ambayo inaweza kuja mpaka upate mtu mwenye mwokoka anakimbia na wacha wokovu. Unapotoroka ukiwacha wokovu, ni kama wewe unakimbia kurudi kwa adui wako, watakumaliza. Simama na Mungu, simama na wokovu, simama na neno, simama na maombi, kuwa prayerful. Kila saa enda mbele za Mungu, omba, ambia Mungu kile unapitia. Mungu hata kusahau, Mungu hata kuacha. Usianze kuyumba. Shida na tabu isikupeleke kando kando. Simama na Mungu, tazama Mungu. Sema hata kama ni shida gani, shika Mungu. Sema Mungu, nimebaki na wewe. Hata kama watu wengi wamenitoroka, nimebaki kivyangu, sitabaki kivyangu, sababu Mungu wewe yuko. Shikilia Mungu. Mungu ataibisha wenye wanakucheka, na atarudisha tumaini kwa maisha yako. Atarudisha tumaini kwa ndoa yako. Atarudisha tumaini kwa boma yako. Hata kwa biashara yako Yesu atarudisha tumaini. Hata kama madeni imekukumba, kila mahali sasa unadaiwa sababu biashara iendelee vizuri, paka wengi sasa wanakuja hata wanataka kuchukua vitu vyako, na kuambia simama na Mungu. Mungu ndiye mwenye uwezo. Fedha na dhahabu ni zake. Atafungua njia pale hakuna njia. Yeye ndiye alifungua njia baharini mahali hapakuwa na njia, na wana wa Israeli wakakanyaga udongo katika bahari. Hakuna kigumu ukiwa na Mungu. Inaweza kuwa ngumu kwa macho yako, lakini machoni mwa Mungu hiyo ni kitu rahisi sana. Wacha kuyumba, wacha kuenda na maneno ya watu. Rudi kwa neno la Mungu. Shikilia wokovu. Ingia kwa maombi. Anza kuongea na Mungu. Hata kama ni vita ya nyumba, ingia, anza kuomba. Ambia Mungu, Mungu wewe ndiye unilipa huyo bwana. Mungu wewe ndiye unilipa huyo mke. Shetani ameingilia ndoa yangu. Leo hii nimekuja mbele yako ili ukapate kukomboa ndoa yangu kutoka kwa mkono wa shetani. Hata kama amevunja hiyo ndoa, mpaka mmetengana, mtu anaishi kando, mwingine anaishi kando, Yesu Kristo mwana wa Mungu bado anaweza waleta pamoja na asuluhishe ile shida yenye mko nayo, na muishi na amani. Inawezekana. Ukirudia Mungu, inawezekana. Biblia inatuambia kwamba moyo ndio ujua uchungu wa nafsi yake. Moyo wako ndio uchungu yenye unapitia. Moyo wako ndiye anajua uchungu yenye unapitia. Moyo wako ndiye anajua ile madharau yenye unapitia. Lakini ukililia Mungu, ukililia Yesu Kristo, ukijajilia kwa mkono wake, hata kuacha, hata kushikilia mkono, na atasimama, atafanya tena usimame tena. Hata kama umeanguka, mpaka watu wanasema yule ameisha. Unajua kuna shida inaweza kuja mpaka usikie watu wakiongea, hata ukisikia ya kwamba huyu ameisha. Wanaweza sema hivyo, Mungu hajasema hivyo. Watakuita umeisha, Mungu asemi umeisha. Mungu akona suluhisho. Waliita Sara mtasa, wakamwambia Sara amezeeka, hawezi pata mtoto. Lakini Mungu anamita mama ya umati, na wale watu binadamu wanamuita tasa. Watakuita maskini, lakini Mungu anakuita tajiri. Watakuita mgonjwa, Mungu anakuita wewe ni mzima. Watakuita jina yote, usikubali hiyo jina yenye watu wanakuita. Mungu hakuiti hiyo jina. Mungu anakuita jina ingine tofauti. Kwa hivyo leo asubuhi nataka kuomba pamoja nawe. Unaponitazama ukikaa chini, unajua yale unapitia. Unajua kile inatendeka kwa maisha yako. Unajua kile inatendeka kwa boma yako. Unajua kile inatendeka kazini kwako. Unajua kile inatendeka hata kwa watoto wako. Nataka asubuhi ya leo ujiachilie kwa mkono wa Mungu tunapoomba, ili Mungu apate kufanya jambo kwa maisha yako. Hata kama wewe ni mgonjwa, amini kwa Kristo, utapona asubuhi ya leo, kwa sababu Yesu Kristo akona uwezo wa kukuponya. Ndiposa nataka tuombe pamoja nawe. Ukiwa na certificate yako ulisoma na umetafuta kazi na hujawahi pata, nataka ukashikilie hizo certificate kwa mkono tunapoomba, kwa sababu Mungu anaenda kutenda jambo asubuhi ya leo. Wacha tuombe. Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaweka huyu mama mkononi mwako. Huyu baba pia nakabidhi mkononi mwako. Tazama huyu mzee mfalme amepiga magoti chini kwa ajili ya boma yake, kwa ajili ya watoto wake. Huyu mama analelea ndoa yake, mfalme unamjua.
Nyoosha mkono wako wa amani ukapate kuvunja nguvu za giza. Ufalme wote wa giza ambaye imeinuka kwa ajili ya huyu msichana ikapate kusambaratika. Huyu kijana ambaye amebeba certificate zake kwa mkono anatafuta kazi, mfalme ukamfungulia njia. Huyu mgonjwa naye ukapate kumponya. Jina lako likainuliwe kwa sababu wewe uko na nguvu. Kila roho ambayo inatesa watu wako, ninaifunga, ninaivunja nguvu zake kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia upako na nguvu zako kwa maisha ya kila mmoja. Uinuliwe kwa sababu wewe ni Mungu na jina lako lipewe sifa. Na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Basi nimeshukuru Mungu ambaye tumeomba pamoja. Nataka ukachukua hatua ya imani na ujue ya kwamba vile tumeomba Mungu tayari ametenda jambo kubwa sana kwa maisha yako. Kile ufanye ni kwamba chukua hatua ya kutafuta kanisa mahali injili ya Yesu Kristo inahubiriwa. Ukaende kwa nisani, utapata wachungaji wenye watakufundisha ili ukapate kuelewa na utaona makuu yenye Yesu Kristo anatendea wenye wamemwamini. Ndiposa chukua hatua ya kutafuta kanisa mahali injili ya Yesu Kristo inahubiriwa. Ninamaliza nikirudia jina yangu. Mimi ni Askofu William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambayo inaitwa A Father of Holy Trinity Ministry. Kwa saa hii naishi Nairobi hapa, naishi Kibera Olympic. Tena kanisa iko pale Kibera. Ukikuja Kibera Olympic, kama unataka kuja kanisani mahali na hudumu, kuja tu mpaka Olympic Stage ama Olympic Primary. Namba zangu za simu iko hapa kwa screen. Ukichukua unipigie. Nitakuelekeza vile utafika mahali na hudumu. Hata kama uko na jambo unataka tuombe pamoja, piga hizi namba, tutaongea na tutaomba pamoja. Najua Mungu atatenda kwa sababu niko na ushuhuda ya wengi wenye wananipigia hata kwa simu, tunaongea tunaomba, Mungu anawatendea. Na kuna wengi wanakuja pia Mungu anawatendea. So ukiwa na nafasi kuja, hata kama leo Jumapili, piga hizi namba, nitakuelekeza. Kama uko Nairobi, kuja tushiriki na utaona mkono wa Mungu. Namba yangu ya simu ni 0721280025, 0721280025, Airtel 0782495083. Mpaka Jumapili ijayo, shalom.